ilisababisha Herode akajiita mkutano wa ghafla. Wakaingia mkutano faragani. Mambo si mzuri. Yani kuna mtu amezaliwa anachukua ufalme wangu. Unajua kulingana na sheria ya Waisraeli, ufalme ilikuwa tu in a specific house. Mtoto wa Herode na anachukua ufalme kutoka kwa Herode. Amen. Watana na siku hizi vile tumeichanganya, tumeipollute kabisa. Unaona Daudi mtoto wake anachukua ufalme kutoka kwake. Amen. Hiyo ndio kulingana na desturi na tabia ya Waisraeli. Na hata ufalme yote ambaye inakontroliwa na ufalme haitoki kwa hiyo nyumba. Kingship, leadership inabaki hapa. Amen. Inatoka hapa ikienda kwa fulani, kwa hiyo tribe, kwa hiyo nyumba. Sasa Herode anashangaa, nani huyu anachukua kiti changu? Ili hali ni mimi nikitoka ni mtoto wangu anafaa arithi. Mtoto wangu akitoka ni mjukuu. Unaona hiyo line vile inafaa kuflow. Inaenda hivyo. Ni nini inafanyika? Rafiki nyota. Lakini hapa lazima Mungu amekataa. Mkono inabadilika. The hand is being exchanged. Amen. Ufalme inabadilika. Kuliko matarajio ya watu wengi. Inabidi waende kwenye vitabu vya kumbukumbu. Wanaenda kwenye vitabu vya kumbukumbu. Nini iliandikwa kusema kuhusu Bethlehem? Nini walisema hawa kina manabii? My friend, manabii ni watu wazuri sana katika maisha ya mwanadamu. Kila ambacho nabii ananena kwako, chunguza. Chunguza. Asikuwa ananena tu vitu mbaya, naona maiti, naona kaburi, naona jeneza. Pia nene, naona mbele yako imefanikiwa. Naona mbele yako watu wanakupigia saluti. Naona mbele yako kuna ufanisi, nyota yako inaangaza. Unaandika chini. At the appointed time itatimia. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Ni nini inafanyika? Unaandika nyota yako chini. Nabii amesema nyota yangu nitapanda ndege nikienda kusomea ng'ambo. Unaandika chini. Unajua wakati unaandika chini ikikuja kutimia, watajiita mkutanoni. Na binti wa Yesu unasema nini? Nyota yako watu wasipokaa chini wakaiongelea. Rafiki chunga. Kwa sababu mti uliokuwa na matunda mazuri ndio huo unapigwa. Haja wewe nyota yako kama watu wajaketi chini wakaidiscuss. Hapana. Hello? Yesu nyota yake sio ya kawaida. Nyota ya baraka. Nyota imejaa ushindi. Nyota imejaa yani nyota inasumbua mfalme ambaye the sitting president. Wanya nikwambie nyota mzuri ni ile the sitting president anakosa maana, anasema huyu mtu nisipochungana na yeye atawahi hii kiti. That is the best star. Huyu mtu nisipochungana na yeye atawahi hii kiti. Kiongozi yote anasema huyu lazima ni mark. Ni kama wakimbiaji. Mkimbiaji aliye bora kila mtu wanamchungulia. Wakimbiaji wengine wote ni wana mark. What does it mean? Your star is shining. Yani watu wanakumark. Kwa hivyo Herode anakosa amani. Mpaka naita watu wa familia yake nawaambia hapa sioni. Ninaona hii ufalme inatoka inaenda kwa mkono ingine. In fact imenenwa na manabii. In fact ni Bethlehem. Mpaka anaita watu wa consultation, anaanza kuwauliza maswali. Hallelujah. Anaanza kuwauliza maswali. Nyota. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome mstari hiyo Mathayo tu mlango wa 2. Twende mstari wa 13. Mstari wa 13 inasemaje? Baada ya wale wageni kuondoka, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akamwambia, amka, mchukue mtoto pamoja na mama yake, mkimbilie Misri, kaeni huko mpaka nitakapokuambia, maana Herode anakusudia kumuua huyo mtoto.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka twende mstari wa 16. Herode alipogundua kwamba wale wataalamu wa nyota walikuwa wamemhadaa, alikasirika sana. Akaamuru watoto wote wa kiume mjini Bethlehemu na kando kando yake wenye umri wa miaka 2 na chini yake wawe. Mtu ananiambia, binti wa Yesu, mimi hiyo story za uchawi, hizo story za sijikuwawa, hizo story za watu kufunika nyota, mimi siamini. Boss, soma maandiko wewe. Biblia inasema Mungu akamtuma malaika kumwambia Yusufu, toka. Unajua wakati watu wanasoma nyota yako katika ulimwengu wa kiroho, hata Mungu anaona. Na kama hiyo nyota yako lazima ishine, watu wapende wasipende, Mungu ataiprotect. Ni majukumu ya yule aliyeiweka hiyo nyota hapo kuilinda. Halo? Ndio maana anamwambia malaika, mwambie aondoe mtoto mahali pale. Mwambie aondoe mfalme. Ambia hii nyota iondoke. Just move. Ndio maana unaangalia kujiuliza, unaona ile nyota inakimbia. Nini inafanyika? Just move. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mtoto aondoke. Amen. Nini inafanyika? Waliosoma nyota alipozaliwa walimaliza kusoma yao wakafanya vyao. Anayejukumika kulinda hii nyota ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia ondoka. Maana kuna mtu mwenye hii kiti ni yake na anajua inachukuliwa inaenda mahali pengine, amekusudia kuwa. Ndio maana unasikianga mwanasiasa fulani amekufa, sijui kiongozi fulani amekufa, sijui kundi fulani amekuwa mwendazimu. Kwa sababu gani? Kuna mtu aliona hiyo nyota yako na utachukua position yake, akaamua kufanya mazimbombo yake. Alafu wewe unaniambia asubuhi leo ya kwamba binti wa Yesu kitu kama yeye hizifanyika. Rafiki, acha kujidanganya. Leo hii ni wangapi tumewazika nyota zao ziko kaburini kwa sababu ya watu waliona nyota, na walipoona nyota wewe haukufunika hii nyota na maombi. Leo hii ni wangapi ni wendazimu kwa barabara na wako na madoctorate, PhD, wamesoma. Ukisikia mwendazimu anachapa Kiingereza unashangaa, unauliza alijulia wapi? Wanakuambia achana na huyo mwendazimu, huyo mwendazimu amesoma, si mchezo. What is happening bana? Uliacha nyota yako watu wakaichezea. Halo, alianza tu kujenga nyumba ikafika kwa linto, nyumba ikastop. What is happening? Walisema hii nyumba ikiisha hapa itainua hii boma. Wakapiga hiyo nyota chini. Watu huwa wakuui wewe rafiki yangu, sikiliza leo. Watu huwa wanaua nyota. Maisha yako ya mbele. Haleluya. Na Biblia inasema Herode alipogundua kwamba hawa wataalamu wasomaji wa nyota wamemkwepa, aliamua kifo. Wale nikwambia uongozi sio kitu mchezo. Kushine sio kitu rahisi. Wewe kukaa na amani, wewe kuishi maisha mazuri, wewe kuenea, si kitu rahisi, ni kitu unajitoa muhanga. Maana ni katikati ya uzima na uhai, ni kana kwamba mwanamke ambaye yuko katika utungu anajifungua in labor. That is between life and death. Hapo ndo katikati yuko. Hayo hapa huyu mtu hapa anasema nini imefanyika? Watu wawe. Even the innocents are dying. Kwa sababu gani? Mtu kuna kitu anataka kuikalia by force. Amen. Kwa sababu nyota inamtokamo. Nyota ya uongozi ilipomtokamo Sauli, alitafuta jinsi ya kuua Daudi. Usifikirie ilianza na wewe jana. Alitafuta jinsi ya kuua Daudi. Amen. Absalom alitafuta jinsi ya kumuua baba yake. Kwa sababu gani? Alikuwa anachukua uongozi by force. Nyota si mchezo. Watu huwa wanalinda nyota zao na wanakinga zao. Sasa nimewambia tunaomba kwa ajili ya the mystery, maajabu ya nyota, siri ya nyota.
inalindwa. Wewe yako unaiweka tu waziwazi, wataimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ananiambia, binti wa Yesu, kweli nyota ya mtu kiangaza lazima utanyoroshwa.